Naam, mpenzi wa Shasaki TV, karibu katika habari mbalimbali zinazohusu lugha adhimu ya Kiswahili. Na leo tuko Chuo Kikuu cha Dodoma na hapa kuna semina maalum ambayo imeandaliwa kwa wanafunzi mbalimbali kuhusiana na namna ya ubidhaishaji wa Kiswahili. Semina hii inaendeshwa na waadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma na hapa leo tutakwenda kumsikiliza Daktari Mwalimu Zablon Philipo akijaribu kuongea na wanafunzi na kuwaeleza ni namna gani wanavyoweza kubidhaisha Kiswahili. Hakikisha unaungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Karibuni sana. Na hapa tutataja zaidi ya hizo 12. Fursa au njia 12 au 15 au 20 za kubadilisha Kiswahili kuwa mizaa au huduma. Hapa mimi nimeainisha fursa 15. Ingawaje tuko hapa tunaweza tukaongezea nyingine. Fursa 15 za kubadilisha Kiswahili kuwa bidhaa au huduma. Katika semina hiyo iliyofanyika siku ya jana, siku ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026, Daktari Zablon Philipo ambaye ndiye alikuwa msimamizi mkuu wa semina amewahasa na kuwataka wanafunzi katika kuendelea kupambana na kupambania Kiswahili, kwani lugha hii ya Kiswahili ni lugha yenye fursa kubwa. Lakini pia Daktari Zablon Philipo amewasisitiza wanafunzi katika uandishi mzima wa vitabu au ulichokipitia au chenye uzoefu wako unaweza ukakiandikia kitabu. Ulipitia maisha magumu ya kulelewa nyumbani kwenu na mama wa kambo na baba wa kambo, unaandika kitabu. Ndugu washiriki wa semina hii, na mimi wote ni wanataaluma ya Kiswahili na uelezo wa taaluma yetu, hasa kwamba tunaitumia taaluma yetu kuifaisha au tunaitumia taaluma yetu kujiuza. Nikisema kujiuza, namaanisha kwamba wewe unasoma shahada ya awali ya Kiswahili, kwamba je, hii taaluma ya Kiswahili unapaswa kuitumieje ili iwe na manufaa kwako. Ndio unapaswa uwe na mkakati, kuwa na uthubutu, kuwa na mawazo, fikra tunduizi ambazo zitakuwezesha kuhakikisha kwamba unachangamkia fursa zinazohusiana na taaluma ya Kiswahili. Mathalan, mimi baada ya kuhitimu ile shahada ya awali ya tafsiri na ukalimani, niliona kwamba ni nafasi kubwa hata kabla ya kuajiriwa kuhakikisha kwamba najiajiri mwenyewe kwa kutumia hii taaluma nilionayo. Kwa hiyo nikawa na wazo kwamba kuna fursa nyingi ambazo zinahusiana na ukalimani, tafsiri, uhariri na nyinginezo. Sisi watu wa lugha, sisi ni mainjinia. Ukiletewa nyaraka yoyote uitafsiri na mimi tunaweza, ukiletewa nyaraka uhariri, fanyia uhariri, tunaweza. Kwa hiyo ni fursa ambazo tuko nazo. Sasa tunafanyaje ili hizo fursa tuweze kuzipata? Ni kwamba hatupaswi kujifungia ndani. Mimi ni mtu ambaye, na wewe sasa, na wao wanaweza wakaona wanaishia wapi. Tuko sawa? Kwa hiyo ni mfumo ambao unaruhusu kuweka database ambayo inakumbuka kila mwanafunzi anaishia wapi na ripoti zake na malipo yako yataonyesha ni watu wa nani wanaweza kukusaidia. Naitwa Elisha Nelson Mlondwa. Siku ya leo tumejifunza semina ya ubidhaishaji wa lugha ya Kiswahili. Kupitia semina hii mimi nimejifunza kwamba tunatakiwa kugundua kipaji tulichonacho, kwa maana kipaji ndicho kinakuza maarifa, lakini maarifa hayo ulionayo yanaweza kukufanya wewe ukabidhaisha Kiswahili. Mfano, mtu ambaye ana kipaji labda cha uandishi anaweza akatumia kipaji hicho kuandika nakala mbalimbali, mfano vitabu. Lakini pia naweza nikapendekeza pia kwamba semina ambayo labda ijayo iweze kufanyika na baadhi ya watu wanaweza akaipata labda kupitia online, kwamba inaweza ikatolewa semina, mtu ambaye hajashiriki katika semina hii anaweza akaifuatilia popote pale alipo kupitia simu yake, labda WhatsApp, Facebook, TikTok na mitandao mingine ya kijamii. Natumai umesikia na kujifunza mengi. Jina langu naitwa Butwari Busapila, au unaweza ukaniita Shasaki TV, ndugu yako hapa katika Kiswahili. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine. Kwa sasa niseme asante.